Kipekee mwaka 2025 umekuwa mwaka wa mafanikio sana kwetu. Tumeweza kuhusiana na taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu la maendeleo na yale malengo ambayo tumejiwekea kama taasisi. Kwa mwaka huu tumekuwa na mafanikio makubwa katika utekelezaji wa miradi yetu mbalimbali. Pamoja na mafanikio hayo ikiwemo ni kuimarika kwa mahusiano na wadau mbalimbali, hasa serikali katika kutekeleza afua mbalimbali zinazowahusu vijana. Baadhi ya taasisi ambazo tumeweza kushirikiana nao kwa mwaka 2025 ni pamoja na UNICEF Tanzania, TEDI, Kamala Education, UNFPA, TAMA, DSW na wengine wengi. Lakini pia tumeweza kuhakikisha kwamba jumbe zetu, maudhui yetu yanafika sehemu mbalimbali kwa kutumia vyombo kama redio pamoja na televisheni. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana na watu kutoka Azam TV ambao kwa kipekee kabisa wamekuwa wakipeleka kazi zetu mbele zaidi. Hali kadhalika pia tumeungana na vyombo vingine vya habari kutoka hapa nchini Tanzania, redio, magazeti ambao pia wameweza kutusaidia kazi zetu kuweza kuwafikia walengwa ambao tunawaita beneficiaries, wale ambao tumewakusudia kazi zetu ziweze kuwafikia, lakini na jamii kwa ujumla, serikali pamoja na watu hata nje ya nchi. Kwa mwaka huu ulioisha tulifanya kazi nyingi sana kadha wa kadha, kwa sababu tuna projekti nyingi sana. Mojawapo kati ya kazi ambayo ilinivutia kwa ukaribu zaidi kuifanya ilikuwa ni mradi unaoitwa Pamoja Project, ambapo ndani ya mradi wa Pamoja Project unahusisha watu wenye disability za aina mbalimbali, na kwa sasa hivi tulikuwa tunaangazia watu wenye usikivu hafifu ama viziwi, na ulikuwa ni mradi ambao tulikuwa tunataka tutengenezea animation yake. Lakini kama unavyojua, kabla ya matengenezo ya animation huwa tunafanya ground survey kufahamu tatizo lipo kwa kiasi gani na changamoto iko wapi. Ambapo katika miradi hiyo nimejifunza namna ya story collection, sana kwenye Pamoja Project, namna gani tunavyokusanya stories, kama tunaenda kwa watu mahusika kabisa ambao wanapitia kwenye hizo changamoto, kupata their real stories, human centered design. Lakini pia tunakuwa tuna technical workshop, creative workshop, kwa tunakuwa unafahamu ile storyline, namna gani tunavyokusanya zile stories mpaka animation inaweza kutokea. Kama kuna mradi ambao ni mradi bora zaidi kwangu, miradi yote ni bora sana hapa SAI, lakini mradi wa kutunza mazingira kwangu ulikuwa ni mradi mzuri sana. Mradi wetu wa kutunza mazingira unaitwa Kijana Kijani. Ni mradi ambao unampa kijana hamasa ya kuyafahamu mazingira yake, ya kufahamu challenge ambazo zipo kwenye utunzaji wa mazingira. Kijana Kijani ilikuwa ina phase 1 mwaka uliopita. Mwaka huu tukaendelea nayo phase 2 ambapo ilikuwa nzuri sana kwa sababu ilikuwa kama ni scale up na kwenda kwenye shule mbalimbali ambazo ziko jijini Tanga, Lushoto, na wanafunzi walikuwa excited sana kuona kwa namna gani tuna kitu cha kibunifu kama animation, ambayo kwa kweli walikuwa excited kuona kwamba kwa namna rahisi zaidi ya kujifunza wao kuhusiana na mambo ya climate change, animation iliweza kuspark idea ya kuleta mabadiliko kwenye jamii yao, na waliona wanatakiwa kuwajibika kwenye namna ya kubadili mitazamo yao dhidi ya mazingira. Vijana walishiriki kwenye upandaji wa miti mingi sana ilipandwa, na tulipotoka Tanga tukarudi Pwani, tulifikia Bagamoyo tukaenda Chalinze, lakini safari yetu ya mwisho ilikuwa ni kwenda Kisarawe. Safari ya Kisarawe ilikuwa nzuri sana kwa sababu ndo safari ya kwanza kabisa TAI tuliweza kupartner na board member wetu, watu ambao wamekuwa wakijenga misingi ya TAI kwa muda mrefu sana kutokea juu, na sasa walishuka chini na kuja field na kuona nini ambacho tunafanya. Kwa kweli ilikuwa ni excited moment kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza zaidi sisi kwenda na watu wa juu zaidi wenye mamlaka kutokea TAI, lakini ilikuwa ni jambo zuri kwa sababu ni mtu ambaye pia alikuwa excited na kujifunza. Alipanda miti na yeye pia alitoa elimu chache ya miti aliyokuwa nayo, na watu tulioambatana nao macoordinator waliweza kumpa elimu nzuri kuhusiana na mradi na namna gani miti inaweza ikapandwa. Kwa hiyo kwangu mimi kama mratibu, kwangu ilikuwa ni excited kuona mtu kutoka juu kwenye ofisi anaweza appreciate na kuja chini na kwenda field na kuona shughuli mbalimbali ambazo jamii inafanya. Kitu ambacho mimi kimenifurahisha baada ya kuona jinsi hadhira yetu inavyopokea maudhui yetu kwa mwaka huu 2025, ni mengi kidogo, lakini nadhani ni namna gani jinsi wanafunzi walivyokuwa wamepokea elimu ya kuhusiana na
masuala ya utunzaji mazingira, haswa kwenye mradi wetu wa Kijana Kijani. Nilibahatika kwenda kwenye baadhi ya shule husika na nikaona namna gani yani wanafunzi walivyopendelea kuelewa jinsi gani ya kupanda miti aina gani, kulingana na jinsi gani ya kutunza miti yao, jinsi gani kulingana na jinsi maudhui yetu tulivyoyaweka. Ilileta hamasa kubwa sana mimi, pamoja na kwamba ni mwandishi, kujua jinsi gani hizi story kama hizi zina uhitaji mkubwa kwenye jamii. There's a really huge demand ya kutengeneza more and more content like this, and that's what I take from this year, and I hope to improve more in the coming year. Mwaka huu tumeweza kufanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Afya ya Uzazi kupitia kitengo cha Health Promotion Section, ambapo tumeweza kuwasilisha maudhui yetu ambayo ni 3D animations films ambayo yenye lengo ya kutoa elimu juu ya masuala ya afya ya uzazi. Lengo kubwa la kuwasilisha maudhui haya ili yaweze kutumika katika vituo mbalimbali vinavyotoa huduma za afya, hususan afya rafiki za vijana. Kwa sababu filamu hizi au maudhui hayo yamelenga kuongeza elimu juu ya masuala ya afya ya uzazi kwa vijana. Wapi pa kupata habari sahihi au taarifa sahihi kuhusu masuala ya afya ya uzazi, njia za kutumia kujikinga na maambukizi na kadhalika na kwa kadhalika. Lakini pia mwaka huu tumepiga hatua nyingine kubwa katika kuanzisha initiatives ama programs zinazowahusu vijana walio nje ya mfumo rasmi wa elimu, kwa kuwapa mbinu na juzi mbalimbali katika masuala mazima ya teknolojia. Mfano, matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, lakini namna gani wanaweza kutumia fursa zilizopo katika mitandao ya kijamii bila kusahau kuzingatia usalama wao pindi wanapotumia mitandao hiyo ya kijamii. Mimi pia binafsi nimepata nafasi ya kushiriki katika miradi tofauti tofauti, ikiwemo Oki Tanzania pamoja na Kijana Kijani. Kupitia miradi hii tumepata kuona jinsi ambavyo wasichana wanaweza kufuatilia mizunguko yao ya hedhi kupitia application ya Oki Tanzania, lakini pia kupata taarifa sahihi kuhusiana na masuala ya hedhi salama. Na tumekwenda kipekee sana, na naamini utakuwa umeona hata kwenye mitandao yetu ya kijamii tumetengeneza kipindi ambacho kinaitwa My Health Tips na Oki. Ndani ya kipindi hiki tumepata uwezo wa kuweza kuonyesha ni mambo gani ambayo binti anaweza kayafanya katika kipindi cha hedhi, ambapo mwaka 2024 hatukuwa nalo. Hiki ni kitu ambacho tumekianzisha mwaka 2025 na dhamira kuu ikiwa kuhakikisha kwamba kila binti anapata taarifa sahihi kuhusiana na masuala ya hedhi salama. Kuna muda tulitaka kuweza kuwafikia watu ambao wana smartphone kwa kupitia SMS. So hatukuwa na ulazima wa kuanza reinvent the wheel. Tuli explore different solutions ambazo zinapatikana U-Report, na tukaja kuona kwamba kuna baadhi ya tools tunaweza kuzitumia kutengeneza our own custom SMS flow na kuweza kuwasaidia watu ambao hawana smartphone kuweza kupata ujumbe na taarifa mbalimbali kuhusu Oki. Na pia tumeweza kutumia solutions nyingine za kutengeneza mobile app kwenye Tota Academy kuweza kuwasaidia wanafunzi mashuleni kuweza kupata past papers, textbooks, but also tutorials za kusolve maswali mbalimbali iwasaidia katika masomo yao na kujiandaa katika mitihani yao. Ila pia Tota Academy imeweza kuwasaidia wanafunzi na watumiaji ambao pia nje ya mashule kuweza kupata comic books, kuweza kupata radio drama, naweza kupata pia animations ambazo wanaweza kaangalia na either enjoy but also kujifunza vitu mbalimbali kwenye ambavyo vinatokea kwenye jamii. Kati ya vitu kwa mwaka 2025 ambavyo kama department ya mawasiliano ningependa kujipongeza kwa pamoja kwa kazi ambayo tumeifanya na timu kwa pamoja tukiongozwa na kiongozi wetu ambaye tunampenda kabisa, Dativa Mahanyi. Tumefanya vizuri sana kwenye upande wa social media, ambapo mara nyingi nimekuwa nikitokea nikifanya baadhi ya activities. Kati ya vitu ambavyo tumevifanya kwa upande wetu vikubwa kwa mwaka huu ni kutengeneza kampeni mbalimbali ambazo zimehakikisha zimepeleka elimu kubwa sana kwenye upande wa jamii. Kuna kampeni ambazo zimegusa moja kwa moja watu, kuna kampeni ambazo zimetoa mafunzo, kuna kampeni ambazo tumeona zimebadilisha watu kutoka sehemu moja ambapo walikuwa wanaelewa jambo fulani mpaka pale ambapo tulimaliza kampeni. Tukizungumzia kama kampeni ya Hand That Speak ambayo ilikuwa kiwafundisha watu namna gani ya kutumia
lugha za alama kuwasiliana ni Hand That Speak. Ilifanya vizuri sana, tumeona namna gani watu mpaka wakatamani kujifunza kutoka kwetu, wakajua kwamba sisi tunazifahamu kwa kiasi kikubwa, lakini itugea motisha ya sisi wenyewe kuanza kujifunza na kujua kwamba jamii inatamani tujue vitu vingi, ili mradi tuwafundishe kwa namna moja au nyingine. Wito wangu kwa watu ambao wanatufuatilia na kututazama ni waweze kushare, kucomment na kulike maudhui ambayo tunayatoa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kuweza kutazama maudhui yetu katika YouTube channel yetu ya Tai Animate. Huko mzazi, kijana, lakini pia wadau mbalimbali mtapata nafasi ya kujifunza na kuona kwa macho yale ambayo tunayafanya kuhakikisha kwamba jamii inafikiwa. Mwaka 2026 tunakuja vingine, kaa tayari.